Naam, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali khair, kwema? Habari za hapa? Salamu, unaendeleaje? Ndio. Karibu sana. Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Ndio. Shukrani. Karibu sana mkurugenzi wa Abu Othman TV. Ndio. Katika markazi yetu haya, kituo chetu hiki ambacho ndio inapatikana Shime Online TV, Ubungo Msewe, Nurul Yaqin. Sawa. Karibu sana Sheikh. Sawa, shukrani. Karibu sana. Shukrani. Haya ni mazingira yetu. Sawa. Sawa. Kama mnavyoona, haya ndio mazingira yetu. Mashallah, karibu sana. Hii ni ofisi yetu ambayo tumeifanya pia ni sehemu ya matangazo ya vipindi vyetu mbalimbali vinavyoruka katika YouTube ya Shime Online TV. Shukrani. Karibu sana mwalimu. Sawa, shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Wapenzi wafuatiliaji na watazamaji wa Shime Online TV, walillahi alhamdu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuendelea kuwapo katika dunia hii na kuendelea kufanya harakati zetu mbalimbali ambazo ni wajibu wetu kwa wanadamu. Tunapenda kushukuru sana. Leo alhamdu tumetembelewa na mkurugenzi mkuu wa Abu Othman TV, Ustadhi Musa, ambaye punde tu mtamuona na maudhui yake ambayo atakuwa atayafikisha kwenu na kwetu. Lengo ni kupata faida kwa maudhui hayo, na alhamdu mada yake ni mada nyeti sana, mada muhimu, kuzungumzia mambo ambayo kwamba inawezekana kawa ni sababu ya mtu mimi ama wewe kufeli, kupata tabu ya misukosuko ya kidunia. Maisha hayaendi, mambo hayawi, unapambana lakini zipo changamoto zinakukwamisha kwenye kufikia hayo malengo yako ya kimafanikio. Kwa hiyo punde si punde mtamuona mkurugenzi wa Abu Othman TV ambaye leo amekuwa mgeni wetu maalum kabisa kutembelea ofisi zetu zilizopo Ubungo Msewe Golani za Shime Online TV. Kwa hivyo inshallah na waombeni mfuatilie mada hii ambayo ataihudhurisha mkurugenzi wa Abu Othman TV, ambaye kwangu mimi ni fahari kubwa kuwa naye bwana mkubwa huyu. Mwenyezi Mungu amweke, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, Mwenyezi Mungu ampe hekima, amuongezee maarifa ile ambacho kwamba anakitoa, basi Mwenyezi Mungu ampe badali. Na mimi mkurugenzi wa Shime Online TV pia nawashukuru wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Shime Online TV ambao kikweli napata faraja, napata furaha wa kufuatilia video zetu mbalimbali ambazo kwamba tunazitupa kule kwenye YouTube ya Shime Online TV, na maoni yenu, fikra zenu, ushauri wenu tunaupokea na tunashukuru. Tunaendelea vizuri. Bila kutaulisha muda, niwaombeni sana muendelee kuunga mkono channel ya Shime Online TV ambayo makao makuu yake yapo Ubungo Msewe Golani katika msikiti wa Nurul Yaqin. Ndio Shime Online TV inapatikana makao makuu yake, na hapa tupo ofisini kabisa, ofisi ambayo inaendesha matukio mbalimbali na vipindi mbalimbali wa Shime Online TV. Niombeni wale ambao bado hawajafanya kutusubscribe chombo cha Shime Online TV, basi niwaombe sana muendelee kusubscribe, like, kushare na comment ili kuendelea kuunga mkono juhudi hizi ambazo zimeanzishwa kwa lengo zuri ambalo ni lengo la kutoa faida, lengo la kuelekeza, lengo la kunasihi, lengo la kufanya harakati mbalimbali za kijamii. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu, Allah atufungulie milango ya kheri. Karibuni sana kumsikiliza mkurugenzi wa Abu Othman TV. Muda si mrefu hapo ataleta mada yake ya yapi ambayo kwamba yanafanya kuwa sababu ya mwanadamu kukwama kimaisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-ghuril mayamin, wa ba'd. Awali ya yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
sambamba na kumtakia ziada za rahma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo nataka nizungumze na watazamaji wa Shime Online TV kutokana na hali ambazo zimo mitaani tunazoziona kwa jamaa zetu mbalimbali, waumini wetu kwa sehemu tofauti tofauti, ama hali ya dunia namna ilipofika hivi sasa. Hali zimekuwa ni ngumu mno, na wengi wetu hawajapata kufahamu kwa nini hali zimekuwa ni ngumu kimaisha. Watu hawaoleki, wenye kutakiwa kuoa hawawezi kuoa, wenye kutakiwa kutengeneza maisha yatengenezeki, na tumesahau na wengine hatujui kabisa haya yanasababishwa na kitu gani, au ugumu wa yote hayo unasababishwa na vitu namna gani. Leo nitataja mambo kama sampuli 3 ambayo kutokamana na mambo hayo au moja ya hayo tutakayoyataja, mtazamaji wa Shime Online TV aweze kufahamu kwamba na kutathmini maisha yake na nafsi yake na matendo yake na namna alivyo lifestyle yake, akiwa ana moja kati ya haya matatu ambayo tutakayoyataja, afahamu, ajue uzito wake huo unatokamana na haya tutakayoyataja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao katika maisha haya namna walivyotutengenezea ni kwamba tumekatazwa jambo la alghiba. Alghiba ni jambo la kusengenya, lakini wazina na jambo la uzinzi ama uzinifu. Mambo mawili haya ni mambo mashuhuri na ni mambo yenye kujulikanwa, na kutokamana na haya, ikiwa mtu ana moja kati ya haya mawili, kwanza zina, lakini pia na alghiba, lakini pia na kuwa ni mwingi wa kufanya maasi alafu ukawa ni mchache wa kutekeleza twaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi kwa matatu haya utakuwa wewe ni mwenye kuharibikiwa mambo, riziki zako zinakuwa ni ngumu. Lakini hakuna mchawi, hakuna hiki wala kile, isipokuwa lazima uitathmini nafsi yako kutokamana na haya matatu. Na hili la kusengenya limeelezwa na wanazuoni ya kwamba kusengenya ni nini? Kusengenya, dhikruka akhaka almuslimu bima yakrahu, ni kumsema vibaya ndugu yako aliyekuwa Muislamu kwa jambo asilolipenda. Kamsema bwana fulani bwana, yani yoyote yule, lakini awe ni Muislamu, lakini kwa jambo ambalo lau atasikia wewe umemzungumza kwa hilo ataweza kuchukia, huko ndio kusengenya. Na kwa masikitiko makubwa, ili jambo la kusengenya ndio jambo kubwa, kwamba mtu yafika pala haipiti siku lazima awe amesengenya, yani amemsema ndugu yake aliyekuwa Muislamu, iwe ndugu wa damu, iwe ndugu, iwe jirani. Lakini yani huwa mara nyingi maisha yetu yamekuwa hivyo kwamba lazima tusengenyane. Sasa ule ugumu wa hali zetu na maisha yetu na riziki zetu, basi tufahamu unatokamana na maisha haya tuliokuwa nayo ya kusengenyana. Lakini pia na zinaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia azina yurithul faqra, zinaa ndio chemchemu ya ufukara wa mambo yote. Lakini pia mtazamaji anaweza akatatizika, na hata asiyekuwa Muislamu ambaye akatazama tu YouTube hii video anasema, sasa mbona wapo watu wengi tuwafahamu wanaishi kwa zinaa kama wale madada poa, mpaka mtu afika pala anajenga, na tuambiwa ina maana Mtume kasema uongo kwamba zinaa inalisha ufakiri. Mbona kuna watu wanajiuza uwanja wa Fisi, wanajiuza sijui Buza kwa Mpalange huko, maeneo hayo ambayo watu wanajiuzia Temeke wapi na sehemu nyingine mikoa mbalimbali,
na wakajenga maisha yao na wakasomesha, zina ni zina gani iliyotajwa na Mtume kwamba inaridhisha ufakiri? Jawabu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna kanuni ameziweka katika maisha ya waja katika hii dunia. Ikiwa zinaa Mtume amesema inaridhisha ufakiri, ikiwa Mwenyezi Mungu amekufanya wewe ni katika waja wake, yani amekupenda na ukawa wewe ni mwenye kutenda zinaa, basi kwa zinaa hiyo itakutia ufukara. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu hakukupenda wewe na hakukutaka, basi ndio yafika pahala kwa yale maovu pia mtu akanufaika. Ni kama vile mfano wa kamari, kwamba kamari ni jambo la haramu, zinaa jambo la haramu, lakini kuna watu wananufaika kwa hayo. Maanake wanayabatilisha maneno ya Mtume ionekane kama Mtume kasema uongo. Hapana, watu hawa wanakuwa tayari wameshasalitiwa na Mwenyezi Mungu, ndio Mungu akawazidishia tu kwenye yale maovu yao, kwenye kamari zao, kwenye zinaa yao. Ukuta mtu akajenga kutokana na zinaa, si kwamba ni manufaa yale kwamba zinaa imemnufaisha, hapana, bali ni kwamba amesalitiwa na Mungu baada ya kudumu kwenye madhambi makubwa namna hiyo. Kwa hiyo pale Mungu akikusaliti, unakuwa wewe ni mwenye kujiona kwenye lile jambo kwamba linanufaisha, ili uzidi kuendelea, kwa sababu tayari Mungu ana kazi na yeye. Lakini Mwenyezi Mungu akikupenda, unarudi moja kwa moja kwenye hadithi ya Mtume, basi unakuta unakuwa na maisha dhaifu, unakuwa na mitihani. Kwa sababu gani? Wewe Mwenyezi Mungu anakupenda na anakutahini ili uweze kwenye kurudi katika njia yake iliyokuwa. Kwa hiyo wasiadaike watu, wasiadaike Waislamu, wasiadaike waumini kwa kuona kwamba kuna watu wadada poa wanajiuza, wanajenga kupita kujiuza, wakati zinaa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inawezesha ufakiri. Ina maana Mtume amesema uongo? Hapana, Mtume amesema kweli. Wa huwa asdaqul qailin, yeye ni msema kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaambiwa katika moja as-sadiqul amin, ni mkweli tena yu mwaminifu. Kwa hiyo watukufu Waislamu na watazamaji wa Shimo Online TV, langu na wasia wangu mkubwa katika siku yetu ya leo ni kuhusieni kwamba ugumu wa maisha tuliokuwa nayo unatokamana na jambo la kusengenyana, twasengenyana mno, lakini jambo la vijana kuishi kwenye zinaa na wazee pia baadhi yao, lakini pia na jambo la kutotii amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini na kukithirisha maasi. Hatutekelezi amri za Mungu na bado twamwasi. Unatakaje Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika maisha? Kwa hiyo ni vitu kidogo vinakuwa viko tofauti. Kwa hiyo niwahusieni na kuhusiana nafsi yangu katika swala la kumcha Mwenyezi Mungu. Hakika wamchao ndio wenye kufaulu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.